So tunajua ya kwamba mwishowe Jacob aliweza kubarikiwa, Esau kurudi akapata baraka zake zishanyakuliwa na ndugu yake. Aliweza kukasirika sana, lakini najua ya kwamba is that grief his parents had to him, kwa sababu kuna mahali walimkataza asioe wanawake kutoka nchi fulani, lakini yeye alioa, kitu ambacho kiliwakasirisha sana wazazi wake. Ndiposa Jacob anapokea baraka zake kwa njia ambayo ilimpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapata ya kwamba wakati Esau anasikia ya kwamba Jacob ashachukua baraka zake, anaanza kulalamika ya kwamba kitu ya kwanza alichukua my birthright, tena amechukua baraka zangu, mbona ananifanyia hivi? Alianza kumtafuta sana, akangoja baba yake afe ndiposa amfanyie kitu kingine kibaya. Lakini unapata ya kwamba baba yake aliweza kusimama na yeye na Jacob hadi akamuelekeza, akamkomande aende atafute mwanamke katika mahali mama yake alizaliwa, ujombani kwake kwa Laban. So unapata ya kwamba Jacob anaondoka, anaenda, na wakati mwingine wazazi wetu wanabeba baraka zetu. Wakati ambapo unasikiza maoni ya mzazi wako, kuna baraka ambazo unaandaliwa na unazipokea na zinakusaidia sana. So katika hii Genesis 28:10-22 unapata kama hii tali inasema Jacob akatoka Beersheba kwenda Haran. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati anaandaa safari yake kuondoka, anaenda kule Batan Aram kwenda kutafuta mwanamke kule, mahali ambapo alielekezwa na baba yake. Lakini katika safari yake unapata ya kwamba masaa ama jua lilianza kuzama, jioni likiza kilianza kuingia. Ilibidi akwamishe safari yake, usingizi yake aiendeleze mahala pale. Akafika mahali fulani, akatwaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuja. Akatwaa jiwe moja, alilichukua jiwe moja, akaliweka chini na kuwekelea kichwa chake kwa kulala, ili asubuhi ikifika aendelee na safari yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye ikatuambia kwamba akaota ndoto. Katika huko kulala aliota ndoto. Sometimes wanasema ukilala hata shukuru Mungu ukipokea hiyo ndoto. Ndoto pia iko na maana kubwa sana ndani ya maisha yetu. Kuna ndoto zingine unaweza ota ni kitu ambacho ulifanya mchana, na kuna ndoto zingine pia ni za kutisha, na kuna ndoto zingine pia huwa zinakueleza kitu. So don't just assume dreams, follow those dreams, ujue zinasema nini. Ona wakati ambapo Jacob alikuwa amelala ile usiku, tunaambiwa ya kwamba aliota ndoto, na ndoto ilikuwa inasema ya kwamba tazama, kuna ngazi ilikuwa imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Hii nayo ilikuwa tu ndoto ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa amelala, aliona ngazi moja imesimamishwa kutoka chini hadi kule juu. And we have been told that the angels were ascending and descending. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka. Huyo ni Jacob. So anasema kama mnatazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Amelala mahala pale, ameona ngazi imetoka chini imesimama mpaka kule juu mbinguni. Malaika wanapanda wakishuka. Kabla mlikuwa mnaandika vitu kwa insha. So wanasema ya kwamba baba aliweza kutoka